I gave you my testimony. Mimi wakati nina Nairobi, mimi nilianza kujilipia nyumba Nairobi nikiwa na 16 years. Kwa sababu ya shida tulikuwa nazo nyumbani. At the age of 16. Because even before I went to college, nilikuwa nakaa Nairobi. My uncle nikaenda kwake, akanitafutia kazi akakosa. Akanipatia fare, akaniambia enda nyumbani, tukipata kazi tutakuita. Na mimi nikauliza ninarudi wapi sasa? Zile shida ziko nyumbani, nitaenda kuangalia hapo mama tuteseke. Nikasema siwezi. There were my cousin walikuwa naishi Mathare North. Walikuwa na kiosk. Nikaenda pale nikaanza kufanya kazi kwa kiosk. Mshahara ni chakula. Lakini bado ninafikiria. Kuna mzee mmoja alikuwa anafanya kazi ya construction ya rangi. Nikamwambia nitafutie kazi mahali wewe unafanya ya mjengo. Akaniambia unaweza pata lakini ya mkono ya kusugua ukuta na kukura vumbi. Nikamwambia niko tayari. Nilikuwa natoka Mathare North naenda Kariobangi roundabout. I remember myself nikienda na slippers kazi. Because hata viatu zimeisha. Taratali, nishiwadhi na shiowera. Lakini nakwambia si kupiga sandpaper more than 6 months. Because niliangalia huyu mtu sini rangi tu vile anafungua ratio ya kuweka maji ama mafuta, anakoroga, anashika brush. Nikaanza kupractice. Ninapiga sandpaper haraka, ninamwambia wacha nikusaidie kupaka. Ninapaka ananiangalia na mwambia wewe wacha hivyo unamwaga rangi, fanya hivi. Miezi 6. Nikasema nimejua vile rangi inapakwa. Nikatoka huko hiyo kampuni, nikaenda kutafuta kampuni nyingine. Construction site kama fundi wa rangi. Nikaanza kupanga rangi. Nikapaka rangi, mshahara wangu kaongezeka kama mara 5. Nikapaka rangi nikaona hawa jamaa huwa wanatupatia hizi kazi za kupaka rangi. Huwa wanaenda, wanatafuta site, wanachukua contract. Alafu sisi wanakuja wanatuandika. Wanatulipa. Nikasema hii kitu siwezi kufanya. Sasa hiyo niko na miaka ngapi? 17. Nikaanza kwenda kutafuta kazi ya contractor. My first contract ilikuwa mlango kubwa. Nikachukua nyumba, nikatafuta mafundi. Nikawa supervisor. Wewe tengeneza hiyo ngazi hapo. Hey! Praise the name of the living God. Hallelujah. Contract yangu ya pili ilikuwa Spring Valley. Sasa nimetoka mtu ambaye anatembea na slippers. Navaa vizuri kama supervisor. Hata hakuna kuvaa maapron niko na rangi. Ni watu wakiniona nasema mdosi anakuja. Na wewe unafikiria mdosi alikuwa anakaa namna gani? Kijana wa miaka 17. Praise the name of the living God. Pesa ikaanza kuingia. Na saa hiyo ndio nilienda college. Wakati nienda college, nikajinunulia kila kitu. Na nilipoenda pale nikaangalia opportunity. Nikaona hapa kuna opportunity ya kuuzia hawa watu chai. Ndio nikatengeneza ukarabati wangu. Na nikawa na biashara pale. Nikaendelea kutengeneza pesa. Wakati tulipoenda toka college, tukawa posted, mimi nikapostiwa Industrial. Tulipoenda pale nikaona kazi yetu ni ya shift. Unaingia saa 12, unatoka saa 7. Utaingia kesho kazi saa 7. Hii masaa yote nitapeleka wapi? Kwetu nimetoka mahali kuna shida nyingi. Hii pesa ya mshahara haitoshi. Nikafikiria. Nikasema hapa nitatafuta skill. Na nikajua ile skill nitatafuta ni ya kushona. Nakumbuka nilikuwa naenda Bama. Nafundishwa kushona na mama mwingine alikuwa anashona nguo na alikuwa na wanafunzi kadhaa wale tumetoka standard 8 wanafundishwa kushona nguo. Tulikuwa tunashona hii makaratasi ya unga. Lakini na mimi siwezi kusema mahali nimetoka. Tunaonyeshwa kukata, tunaonyeshwa kushona. Na kwa sababu nina run fast. As a creative thinker, hapa hakuna rocket science. Baada ya miezi kadhaa ndio mimi huo nimejua kushona. Nikanunua mashini ya stima. Watu wote ambao wanataka kushonewa nguo, repair ndio nilianza naye. Baadaye nika-improve, nikaanza kununua material. Nikafika mahali nilikuwa nashona trouser na masaa 2. Nikaanza kupata pesa mingi na my side hustle kuliko ile nilikuwa napata na mshahara. Praise the name of the living God. Nime-improve maisha yangu. Nasaidia ndugu zangu, naelimisha wale walikuwa nyuma yangu. Praise the name of the living God. Why? Kwa sababu sikukaa tunde ati sasa nimepata kazi.
Wengine ulipata kazi miaka 20 na hujawahi kufikiria hiyo mshahara haitawahi kufanya milionea ama bilionea. Nini nyingine unaweza fanya? You must be a creative thinker. Praise the name of the living God. Hallelujah. You must see opportunities. Praise the name of the living God, that you can exploit. Because once a nation is not fully developed, it means there are opportunities that people can exploit. Praise the name of the living God. Ninakumbuka nikienda kule Karen, Don Bosco, kufanya mitihani, because I wanted to improve myself. Ndio sasa nianze kupata promotion. Nisikae kiwango kimoja, niwe na skills na ambazo zinanisaidia na qualification. Nikaenda mtihani yangu ya kwanza nikapita vizuri. Isipokuwa ni vile sasa Mungu alinitoa pale na sasa nikaingia laini tena ya huduma. Lakini nataka nikuambia kwamba mawazo yangu bado huwa inanionyesha ya kwamba there are so many opportunities that we can be able to exploit. Praise the name of the living God. Na mimi napenda kuwa a creative thinker, mtu ambaye anafikiria. Mpendwa, katika maisha haya, hata kama umeokoka, hata kama umejazwa na Roho, Mungu amekupatia akili. Na kuna mambo Mungu anangojea utumie akili. Na Mungu amesema mwenyewe, James chapter 1 verse 5. Yeye mwenyewe anasema, kama mtu ana hekima, hekima inakuanga kwa magoti. Hekima inakuanga wapi? He gives without reproach. Na ni wale wote wanaenda. Wewe maombi yako ni ya kuomba pesa, si ufunge siku 7 uombe hekima. Well, this is just an idea. Unafunga unamwambia Bwana, higura kiogogeki bonnet. Fungua hii kichwa bonnet. Toa matope, toa uji. Toa takataka ndani. Toa kujidharau. Toa kujidunisha. Toa ujinga wa Afrika. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na unifanye mtu ambaye atakuletea utukufu katika kizazi changu, katika jina la Yesu Kristo. Shariba rekabagandama. I release the grace of wisdom. Wisdom is a grace that comes from above. The grace of God is multifaceted. The grace of God is of many kinds. I release the grace that is responsible for wisdom tonight. Receive that grace.